maisha yako. Yesu yuko hapa kubadilisha usemi wako. Yesu yuko hapa kubadilisha njia zako. Yesu yuko hapa kukukumbatia wewe. Yesu yuko hapa kukusababisha wewe uitwe mtoto wa Mungu. Ninawapungia mkono na usalimia kwa jina la Yesu Kristo. Ninakukaribisha, karibu nyumbani mwa Bwana, maana siku zote hakuna uwenyeji sana mbele za Bwana. Kila siku inabidi tushuke, tunyenyekee na tuwe watoto ambao tunakuja kula chakula. Amen. Haleluya. Mpe Bwana makofi yake. Piga makofi yenye afya njema. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa ibada iliyoanza. Tunamshukuru Mungu kwa neno la uzima. Nadhani limekuja kwa ujumbe maalum kwetu. Haleluya. Karibu kae na umsalimie mwenzako. Muulize habari za asubuhi. Mpe mwenzako habari njema ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kujifunza jambo zuri kutoka kwa Bwana. Maana ameniambia nikwambie hadithi nzuri. Maana tunaenda kujifunza hadithi nzuri kutoka kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Muulize mwenzako, una afya njema? Muulize, una raha? Una furaha? Haleluya. Tunaenda kusoma Zaburi 133. Tunaweza tukasoma wote au mtu mmoja akatusomea. Inasemaje? Zaburi 133. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama umande wa Helmon ushukao milimani ya Sayuni. Sayuni. Kama umande wa Helmon ushukao milimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikuamuru baraka, naam, uzima hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama umande wa Helmon ushukao milimani pa Sayuni. Maana ndipo Bwana alikuamuru baraka, naam, uzima hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Sema umoja. Sema umoja katika kanisa la Bwana. Kichwa cha somo letu nasema umoja wetu ndio nguvu yetu. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Nataka nikwambie mpendwa, pasina umoja hakuna nguvu. Pasina umoja hatuwezi kumfanyia Mungu ibada. Pasina umoja mambo hayawezi kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma kitabu cha Wafilipi 2 sura ya kwanza hadi mstari wa 5. Mstari wa kwanza hadi wa 5 unasemaje? Wafilipi 2. Wafilipi sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 5. Wafilipi 2 sura 1. Basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabie mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi ikiweko faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi,
ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiweko huruma yoyote na rehema. Bwana Yesu asifiwe. Nimeifundishwa habari ya umoja. Bwana akanambia kanisa limekosa umoja, watu wamekosa umoja, nchi imekosa umoja, nchi imekuwa na mafarakano na watu wamekuwa na mafarakano. Watu wakiwa na umoja hawawezi kufarakana. Watu wakiwa na umoja hawawezi kuiharibu nchi yao. Watu wakiwa na umoja watafanya vitu kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Mafanikio katika jambo lolote ni matokeo ya ushirika. Mafanikio katika jambo lolote, ukiona mtu amefanikiwa, kuna umoja katika lile analolifanya. Hawezi kufanya mwenyewe. Ndio maana kidole kimoja hakiwezi kuvunja chawa. Na ili jambo likue, lazima liwe na mwanzo wa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Maelewano katikati yetu, hakuna jambo lolote litakaloweza kutokea au kufanikiwa kwa mtu mmoja. Hata kanisa, huwezi kuanza mtu mmoja umesimama hapo. Utapata na wapili na watatu na wanne, ndio ushirika utakapokamilika mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo lolote. Ndio maana siku hizi kuna vikundi, ndio maana kuna vikoba, ndio maana kuna, yani hata kama unaanza kampuni, utaanza kampuni kama mtu mmoja, lakini utakuwa kuna mkurugenzi, kuna katibu, kuna mweka hazina. Bwana Yesu asifiwe. Kuna na mtu wa masoko, kuna bwana masoko anayetafuta masoko, anayetafuta watu ili kampuni ikue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maisha yetu ya kiroho tunayoyatengeneza saa hizi, bila kuwa na umoja hakuna kinachotokea. Bwana Yesu asifiwe. Umoja ni nguvu, utengano unaleta udhaifu. Ili kazi ya Mungu iende, lazima tuwe na umoja. Lazima tutembee katika umoja. Lazima tunie mamoja. Lazima tuombe kwa pamoja. Lazima tusali kwa pamoja. Lazima tuwe na ushirikiano wa pamoja na kupanga mipango ya pamoja. Nimeona hapa tumeweka vikundi, tumeweka kamati, lakini kwenye zile kamati inawezekana ni mtu mmoja amesimamia kamati yake. Wengine hata hawakumbuki wana kamati gani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamewekwa kama wainjilisi mahali hapa kusababisha watu waliovunwa, watu waliokoka, watu wanaokaribishwa kanisani, kuwepo na watu ambao wana allocate hao watu wanakaa wapi, wanaishi wapi. Lakini hiyo kamati wala sijawahi kuiona inafanya kazi. Sasa hakuna kitu kitakachokwenda bila ushirika au umoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie mpenzi, kazi ya Mungu bila umoja, bila ushirika, habari ya familia bila umoja, bila ushirika, hakuna kinachozaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sema umoja ni nguvu. Katika mipango yako yoyote lazima muwepo watu wawili au watatu mtakaopanga ile mipango ikakamilika. Huo ndio unaitwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Nchi yoyote au familia yoyote mpaka iwe na usemi mmoja. Nchi yoyote au familia yeyote mpaka iwe na usemi mmoja. Bila usemi mmoja hakuna jambo linaloweza kutokea. Na nchi nyingi zimefarakana kwa sababu hazina umoja. Humo ndani ya nchi kuna mtu yuko kinyume na viongozi. Humo ndani ya familia kuna mtu yuko kinyume ndani ya hiyo familia. Kwa hiyo hakuna chochote kinachoweza kuwezekana kufanyika kama hakuna umoja wa dhati. Bwana Yesu asifiwe. Nchi yoyote au familia yoyote mpaka iwe na usemi mmoja, ndipo wanaweza kuyajenga mawazo yao na kazi zao katika umoja wao ambao utaleta tija. Mahali popote penye tija, mahali popote penye kunia maneno pamoja, mahali popote penye mipango inayoenda pamoja, hakuna jambo linalofeli. Bwana Yesu asifiwe. Kufeli ni kwa kutengana. Kufeli ni kwa kutokunia mamoja. Kufeli ni kwa kutokutembea katika nia moja. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 11 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 9. Inasemaje? Tunawaangalia wale watu waliokuwa wamefyatua matofali yao, wakaanza kazi yao kwa umoja wao. Walifanya nini? Mwanzo sura ya 11 mstari wa 9. Wa 1 hadi wa 9.
Mwanzo 11 mstari wa kwanza. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi Shinari. Katika nchi ya Shinari wakakaa huko. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno watakalokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kuujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu walikuwa na usemi mmoja na lugha moja, wakakubaliana, wakaazimia katika umoja wao, wakaanza kujenga mnara ili ufike kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walikubaliana, wakaongea kwa ushirika, kwa umoja, wakachangiana kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nikuambie hivi, kama hakuna umoja katika jambo lolote, hakuna kinachoendelea. Kwa sababu gani? Kuna mtu mwingine katika ule umoja akiamua kuchafua ule umoja, lazima umoja ule uchafuke. Kama ni familia, kuna mtu mmoja anaweza akasimama, familia ilikuwa inaenda sawa sawa, akachafua ile familia ikaghadhibika. Linawezekana ni kanisa linaenda vizuri, kuna mtu mmoja anaweza akaingilia mahali hapo, akachafua ule umoja na ule umoja ukakorapsi. Ukaiangalia nchi ya Tanzania au nchi zingine zote, kuna mtu anaweza akawa anaendesha nchi sawa sawa, lakini kuna kidudu mtu mmoja anaweza akainuka akachafua lugha ya ile nchi, watu wakashindwa kuelewana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie hivi, katika ushindi wa umoja kila jambo linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni kikundi kidogo kimeanzishwa, ukiangalia hizi benki zinaanzaga kama SACCOS ndogo inazaa benki. Kanisa linaanza kwa uchache, linakuwa kubwa, linajengwa hema kubwa sana. Mimi nimeishi hapa Mwenge, hapo KKT wanasalia kwenye kajumba kadogo sana. Lakini walijenga siku hadi siku. Walijenga mwezi hadi mwezi, walijenga mwaka hadi mwaka. Na hata sasa wana kanisa kubwa. Ukiangalia Visugu, ukiangalia Mchwa, wanajenga usiku na mchana, lakini uwezi ukajua wamejengaje Kisugu kikapanda kule juu. Ni kwa kuwa walikuwa na umoja. Ile Michwa inasomba maji, inasomba udongo, inajenga Kisugu. Inamaanisha kwenye umoja tutaanza kwa jambo dogo, lakini ile jambo litakuwa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kinaanza kikubwa. Hakuna mkuyu ulioanza kama mkuyu mkubwa. Ulianza kama kamche kadogo, lakini ukazaliwa mkuyu mkubwa. Ndani ya umoja na ushirika na upendano. Bwana Yesu asifiwe. Sema na kupendana. Wale watu walikuwa na upendo na ushirika walipoanza kujenga ule mnara. Lakini Mungu akaangalia kule mbinguni, akagundua, akasema, hao watu nisipowachafulia lugha zao watapandisha mnara mpaka mbinguni. Walitaka wapandishe mnara mpaka muone Mungu anakaaga wapi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe na mimi katika familia zetu, wewe na mimi katika kanisa letu, unaujengaje mnara wa kanisa? Unajengaje ushirika wa kanisa? Unajengaje umoja wa kanisa? Unaujengaje wewe? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Wakati huo wakaamua kufanya jambo lao. Yerusalemu inatakiwa tuwe na umoja na lugha moja ili tuijenge Yerusalemu.
Nje ya hapo Yerusalemu itapiga mark time kila siku. Kwa sababu gani? Umoja haupo. Hakuna mtu anayesikia ndani yake kwamba kuna kitu kinamsukuma. Hao watu kuna kitu kilikuwa kinawasukuma kujenga ule mnara. Sasa huu ni mnara unatakiwa kujengwa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwangalie mwenzako. Soma mstari wa 3 unasemaje? Wakaambiana. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Haleluya. Ili tusiweze kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana Yesu asifiwe. Unangoja niwaambie, mimi nimepita mahali pengi, sio pengi sana. Iko hivi. Ukiwa umepewa assignment ya kitu chochote na kundi lako ambalo Mungu amekuallocate nalo, ukiwa kama kiongozi wa hicho kikundi, lazima uonyeshe kwamba tunatakiwa kujenga huu mmoja wetu katika hiki kitu tulichopewa na Mungu, ili kisimame, ili kisianguke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie, utadaiwa. Wale watu walipokuwa na lugha moja na usemi mmoja, walifanya mambo yao kwa umoja. Mbinguni Mungu akaangalia akasema, nisipowachafulia watu hao lugha na niwatawanyisha katika uso wa nchi, watafanya mambo ya ajabu. Sikiliza nikwambie, Mungu anapokuweka kuwa na umoja, mko 3, mko 4, mko 5, mlishawahi kuitana mkakaa pamoja mkasema, je, hili jambo tulilopewa na Mungu, je, tumelifikisha wapi? Je, tumeanza linaelekea wapi? Je, kuna nini kinaenda kutokea mahali hapa? Hakuna mtu anayeweza kuwaza kitu kama hicho. Sikiliza nikwambie, wewe unayetaka Mungu akubariki, wewe unayetaka Mungu afanye maisha yako kuwa bora, wewe unayetaka Mungu aponye magonjwa yako, wewe unayetaka ndoa yako ikae sawa, wewe unayetaka watoto wako wasome, wewe unayetaka baraka katika maisha yako, umefanya nini ili Mungu akuangalie katika umoja ulionao na Mungu? Sikiliza, mimi sitakufundisha kwamba Yesu anaweza kama wewe huwezi kuweza. Yesu anakutegemea wewe na wewe unamtegemea Yesu. Yesu anakutegemea wewe katika umoja ambao utatembea naye, mkao wa moja, mkania mamoja, mkafanya mamoja. Mungu ndio atakapobadilisha maisha yako. Maisha mengi ya wanadamu hayabadiliki kwa sababu hawana ushirika na Mungu. Watu wengi wanataka kwa Mungu lakini hawataki Mungu atake kwao. Watu wengi wanataka Mungu afanye. Watu wengi wanataka kumshtakia Mungu, mimi naumwa. Watu wengi wanataka kumshtakia Mungu, mimi sina pesa. Watu wengi wanamshtakia Mungu, mimi sina hela. Watu wengi wanamshtakia Mungu, mimi sina kazi. Lakini je, wewe umesimama katika nafasi ya Mungu? Mungu aangalia nafasi yako kwa Mungu, kwake yeye. Hata mke mzuri anahakikisha mume wake amefuliwa nguo, anahakikisha mume wake amekula, ameoga, amelala mahali pazuri. Ndio mke mwema. Mtoto mzuri ndiye anaheshimu mzazi wake, anafanya sawa sawa na mzazi wake anavyotaka. Mwenye kusikia baba amesema nini, mwenye kusikia mama amesema nini. Na Mungu ni baba yetu. Mungu ni baba yetu aliyeumba maisha yetu, aliyetuumba sisi. Anataka tumsikilize, tuwe na umoja na yeye, tufanye katika umoja. Sikiliza nikwambie hivi, wewe unataka Mungu akuponye ili umfanye nini? Wewe unataka Mungu akupe pesa ili uzifanyie nini? Punga mkono kama unanielewa. Kama unielewa nirudie. Wewe unataka Mungu akupe mume umfanyie nini? Anataka akupe mke umfanyie nini? Unataka nyumba ili ufanyie nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nikuambie hivi, Mungu wetu ni wa utaratibu. Mungu wetu ni wa kanuni. Ndio maana anasema, nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao. Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao.
Unamtafuta katika nini? Katika ule umoja ambao umesema mimi ni Mkristo, katika ule umoja ambao wewe unamtumikia Mungu, katika ule umoja ambao una ushirika na Mungu, katika ule umoja wa kukaa barazani na Mungu. Mtu anaweza akaja kanisani siku moja anasema, mtumishi, mimi naumwa sana, nasikia naumwa, mimi naomba. Kule kijana mmoja alikuja akakaa hapa siku 7. Anasema, Nabii Ellen, Mungu wako aniponye. Nabii Ellen, mtumishi, nilikuwa namwambia njoo kanisani, njoo kanisani, njoo kanisani. Alikuja amebeba kwenye machera, akalala hapo. Nikawa na kazi ya kuja kumwombea hapo, amelala. Nikawa ni vijana wangu amekaa hapo wanamwangalia. Lakini amekwisha unataka Mungu akuponye ili ufanye kitu gani? Unataka Mungu akupe kitu ili ufanye kitu gani? Wakati wewe una umoja na yeye. Wale watu walinia mamoja, kwa lugha moja, kwa usemi moja, wakampenda Mungu wao, wakaamini kwamba tunajenga mnara mpaka ufike mbinguni. Wewe unayetaka Mungu akutendee, unataka akutendee ili ufanye nini? Yule kijana baada ya kupona alikuwa hawezi kuamka, hawezi kula, hawezi kwenda chooni. Anakojoa hapo hapo. Sijui anakunya na hapo hapo, alikuwa anazoa mavi hapo hapo, anamfutia hapo hapo. Lakini leo ameweza kunyanyua mguu. Lakini leo hataki Yesu. Lakini leo hataki nani? Nani alimuona amelala pale? Nani alimuona amelala pale? Nataka nikwambie hivi. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Wakakaa huko, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikubaliana. Sikiliza, unatakiwa kumkubali huyu Mungu. Unatakiwa kumpenda huyu Mungu. Yeyote anayetaka mafanikio yake, yeyote ambaye amefungwa na adui, yeyote ambaye amekabidhiwa kwa shetani, yeyote ambaye anatumikishwa na shetani, yeyote ambaye haoni matunda katika maisha yake, yeyote ambaye anaona matatizo ndani ya barabara yake, nataka nikwambie hivi, jaribu kuwa na umoja na Mungu. Jaribu kuwa na ushirika na Mungu. Jaribu kubadilisha maisha yako. Jaribu kuamini yupo Mungu anayeponya na yupo Mungu anayeacha kuponya. Yupo Mungu anayekupenda, yupo Mungu anayeacha kukupenda. Yupo Mungu anayekuhitaji, yupo Mungu ambaye anaweza asikuhitaji. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe ni kumsogelea Mungu kwa uaminifu na kwa uhakika. Mtu mwenye baridi anasogelea moto. Saizi ukienda Njombe na Moshi, watu wanaota moto, wameota mpaka mbambamba ili zile mbatata kwenye miguu yao. Inabidi wavae socks, maana watakuwa na rangi 6. Maana moto utakuwa unausogelea, unaota, ujue kama unaungua, lakini baridi inafanya usogelee ule moto. Nasikia sogelea moto wa Yesu, sogelea ushirika wa Yesu, sogelea umoja wa Yesu, sogelea upendo wa Yesu, sogelea mapenzi ya Yesu. Utaona Yesu anabadilisha maisha yako. Yesu atabadilisha maisha yako. Yesu ataponya maisha yako. Yesu atabadilisha akili yako. Yesu atabadilisha uteka wako. Yesu atakuinua kwa jina la Yesu. Yesu ataviringisha aibu yako. Yesu ataondoa aibu. Yesu atakuponya. Mafundisho habari ya aibu. Yesu ataondoa aibu ya magonjwa. Yesu ataondoa aibu ya kile kitu ambacho kinatesa maisha yako. Yesu yuko hapa kubadilisha maisha yako. Yesu yuko hapa kubadilisha usemi wako. Yesu yuko hapa kubadilisha njia zako. Yesu yuko hapa kukukumbatia wewe. Yesu yuko hapa kukutababisha wewe uitwe mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu walikuwa na usemi mmoja. Ili kazi ya Mungu ifanyike mpaka kuwepo na umoja kati ya watu wa moja. Kuna mtu anapewa cheo kanisani lakini huwezi sikiliza. Naomba niwaambie muogope kama kituo cha polisi. Naomba muogope habari ya Mungu. Naomba muogope habari ya nani? Unajua Mungu hatumuoni. Maana Mungu hayupo hapa. Lakini mimi Ellen nipo na nyinyi mpo. Nyinyi ni miungu watu. Mipango yote ile Mungu amekupangia. Jambo lolote ile Mungu amekupangia kulifanya. Sikiliza, muda wako lazima upangilie. Wakati wa Mungu utakuwepo na wakati wako uwepo.
Bwana Yesu asifiwe. Hivi naomba nikuulize, wewe unayetaka Mungu akubariki, kwa mwezi unakuja kanisani mara ngapi? Wewe unayetaka Mungu akupe pesa, kwa mwezi unakuja kanisani mara ngapi? Ukipata pesa unamtolea Mungu mafungu ya 10, unatoa sadaka. Kuna mtu mmoja nikamsikia jana anasema, kwa kweli mimi siwezi kumtolea Mungu, nilikuwa na mahitaji mengi sana. Siwezi kutoa malimbuko kwa Mungu wakati nilikuwa na shida. Yaani mimi nikatoa tu kadogo tu, nikatoa kadogo. Naona msikiliza anasema, Mungu si wa kadogo. Mungu ni wa makubwa, afanye makubwa kwako. Ukiona mtu yeyote amefanikiwa, ujue kwamba kuna mahali amejisacrifice kwa Mungu, akasema liwalo na liwe. Haleluya. Mwangalie mwenzako, muulize vipi? Familia iweze kustawi mpaka kuwe na umoja wa kufanya jambo ambalo litafanikiwa. Kuwe na jambo ambalo litafanikiwa. Umoja ndio chanzo cha ushindi. Mimi sijaona marathon anakimbia watu watatu, wanakimbia nchi zote ambazo zimeandaa washindani, ili wapate mtu mmoja katika wale wengi. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Ni chanzo cha ushindi wa familia na chanzo cha ushindi wa kanisa. Kanisa lazima liwe na umoja na familia lazima ziwe na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kufanya kanisa likue, umoja unatakiwa na kunia mamoja pia. Umoja unatakiwa na kunia mamoja pia. Na jambo lolote linaloanzishwa na Mungu lazima lifike mwisho. Wapendwa watu wa Mungu, hapa tupo ni watu wa taifa moja, taifa la Mungu. Sisi ni taifa la Mungu. Sisi ni watoto wa Mungu. Sisi tumewekwa hapa kwa sababu ya kazi ya Mungu. Na Mungu ametuumba kwa sababu ya kazi yake. Na Mungu ametuumba kwa sababu tumwabudu. Na Mungu ametuumba kwa sababu tumtumikie. Na Mungu ametuumba kwa sababu tutembee pamoja. Na Mungu ametuumba tunie mamoja na tumtukuze yeye katika umoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Taifa moja lenye lugha moja na usemi moja. Watu hao kwa umoja wao walikusudia jambo ambalo walipoanza kulifanya walimshtua Mungu. Mungu alishtuka kule mbinguni. Inabidi Mungu ashtuke kuangalia kazi unayofanya kanisani. Nataka nikwambie siri ya mafanikio ya mwanadamu aliyeokoka, mpaka mpende Mungu. Siri ya mwanadamu aliyeokoka, wewe uliyeokoka, nikwambie siri ya Mungu ni kwamba mpaka ubadilishe akili yako. Nataka nikwambie hivi, mimi Mungu aliponitokelezea, aliniambia nigawe kile kitu changu, nigawe na watoto wangu, niwache hapo niondoke. Wewe unaweza. Muda tu kuja kwenye maombi utaki. Ungeambia uache watoto wako, ungeacha. Ungeambia usile wiki nzima, ungeweza. Bwana Yesu asifiwe. Ungeambia kesho usiku kucha unaomba, ungeweza. Lakini unataka Yesu nibariki. Yesu nataka unibariki. Yesu nataka mimi sijabarikiwa. Ubarikiwe, unakuambia utapiga kwacha mpaka utachoka. Mungu anataka mtu anayemsikiliza. Naomba nisomee Methali 8 mstari wa kwanza, mstari wa 17, 18, 19 mpaka 21. Nataka nikufundishe hivi, uponyaji wowote. Mimi nilikuwa na ugonjwa wa moyo, sema ugonjwa wa moyo. Moyo ulikuwa umepanuka, kituo cha mafuta kilikuwa kikubwa, kinabeba mafuta mengi ya kishetani. Nilikuwa naumwa vidonda vya tumbo ambavyo havinyamazi. Nilikuwa naumwa figo, wanakaa madaktari majopo wanajiuliza kuna nini huyu mtoto? Kuna nini kilicho kwa binti? Madaktari wanakaa wanakaa kikao. Wanasema kuondoka kwenda KCMC lazima ikodiwe Twin Water. Labda ni rali au ndege wanachukua viti, yani sijui nipandishwe na stretcher, maana siwezi kukaa,
Lakini yupo anayeponya. Nikikwambia Yesu anaponya, amini Yesu anaponya kabisa. Watoto wangu walikuwa na shida hospitali, wanasema saa ngapi mama yao atafariki. Watu wanasema vitoto ni vidogo, yule binti anafariki anaacha vitoto vyake. Yule binti anafariki anaacha vitoto vidogo, haka kalikuwa kakubwa kubwa kidogo na kenzake. Lakini vitoto ni vidogo, nimezaa asubuhi, mchana na jioni, na asubuhi vitoto vimefuatana hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana nilikuwa na kazi ya kuijaza nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Lakini nataka nikuambie wewe mwenye shida yoyote, Mungu hana gonjwa gumu, Mungu hana mizimu migumu, Mungu hana laana ngumu, Mungu hashindwi kwa chochote. Mungu wewe ndio unaposhindwa, ndio Mungu anashindwa kufanya kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana akaniambia, mwanangu, hata wewe una madeni. Yaani wewe uliye na madeni niangalie mimi. Mimi nilikuwa na madeni yangu ya benki CRDB. Lakini nakwambia hivi, madeni Mungu amenikimbiza huko, nimerudi ndani naimba haleluya. Watu wa benki wakija wanatukana matusi, haleluya haleluya nini? Umefunga duka lako, mshezi mkubwa wewe. Lakini Yesu alilipa lile deni. Yesu akakulipia madeni na Yesu akakuponya magonjwa yako. Soma Mithali 8 mstari wa kwanza. 17. Mithali 8 mstari wa 17. Ndio. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu, naam, dhahabu safi. Natembea katika njia ya haki. Na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu. Niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Tena nipate kuzijaza hazina zao. Sikiliza, ninawapenda wale wanipendao. Wewe ukiwa na umoja kumpenda yule Mungu anayetupenda, aliyetuumba, aliyeturatibisha, aliyekuwekea pua, vyovyote ulivyo yeye ndiye amefanya. Vyovyote ulivyo yeye ndiye amefanya. Mtembeo wako unaotembea unaringa yeye ndiye amefanya. Unatembea unaruka yeye ndiye amefanya. Pumzi unapomua yeye ndiye amefanya. Vyote anaweza kukupatia wewe ukimtafuta kwa bidii na ukampenda na ukawa na umoja na Bwana. Jaweni tunataka kuona katika kanisa umoja wa vijana. Tunatakiwa kuona umoja wa baba. Tunatakiwa kuona umoja wa kina mama. Umoja wa kina mama tuuone ukisimamia kanisa. Umoja wa kina baba ukishauri kanisa liendeje. Na nyinyi vijana mkiendesha maisha yenu kanisa liinuliwe. Ndani ya umoja kuna baraka. Ndani ya umoja katika mtembeo kuna mabadiliko ya Mungu ndani ya kanisa. Biblia inasema, je, watu wawili wanaweza kutembea njia moja wasipokuwa wamepatana? Nyinyi hamjawahi kupatana katika umoja wa neno la Mungu. Neno la Mungu ni amina. Mahali pa Mungu ni mahali pa makutano. Mahali pa Mungu ni mahali pa kwenda kukaa ukasema neno la Mungu. Nimekuja kukukumbusha kwa jina la Yesu. Ipo nguvu ya ajabu katika umoja. Upo ushindi mkubwa katika umoja. Ndio maana Yesu aliwaombea wanafunzi wake umoja. Alijua watakapotawanyika hakuna kitu kitakachoendelea. Kwenye umoja kuna mafanikio. Kwenye umoja kuna ushindi. Kwenye kutembea katika nia moja ndani ya Kristo kuna ushindi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tusome Yohana 17 mstari wa kwanza wa 11. Yohana 17:11. Ndio. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Haleluya. Rudia tena.
Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anaeleza, anataka kuondoka, anamwambia baba yake awalinde wale, lakini ameombea wawe na umoja. Na mimi nataka nikuombea siku ya leo uwe na umoja katika Kristo Yesu, na uwe na umoja na wenzako, mfanye nia moja katika umoja ili muujenge ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alikuwa anawatahadharisha watumishi wake, wanafunzi wake wawe na umoja katika kuyafanya yale mapenzi ya Mungu. Katika kuyafanya yale mapenzi ya Mungu. Ni nini ambacho umeona kanisani hakifanyiki vizuri ukasema ngoja niingilie kati? Ni nini ambacho unaona kimepungua ukasema mimi na shilingi 100,000 nitoe 30,000 niongezee kwenye ile kamati ili wafanikishe jambo lao? Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Sema Mungu nisaidie sana. Mungu nisaidie sana. Mungu nisaidie kusimama. Mungu nisaidie kusimama. Mungu ilibidi awachafulie wale watu ndimi zao. Ilibidi awavuruge. Sasa nikawaza wakati naandika ile neno. Kwa hiyo kumbe tusipofanya, tunaweza tukafanya vitu vibaya, Mungu akaamua kutuvuruga. Au unaweza ukawa unafanya mambo mazuri, Mungu akaamua kukuvuruga ili ukosee. Lakini naomba nikwambie hivi, simama katika nafasi ya ushindi. Sema amen. Amen. Umoja wa kweli ni kuishi katika taifa la Mungu lenye ukweli wa neno lake, lenye lugha moja na usemi mmoja ili kumshinda yule shetani. Unajua shetani yuko katika kuharibu ule umoja wa kanisa. Shetani sio kama hayupo saizi, yupo anatusikiliza. Anasikiliza, angalia ni yupi anayesikiliza na kuzingatia. Anaangalia yupi aliyelegalega, mpige tachi amuondolee nafasi yake kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ushirika wetu inabidi tuwe wajanja kama nyoka, werevu kama ua. Kanisa linaporomoka kwa sababu tumekosa umoja. Ushirika wetu umekuwa umepungua kwa sababu mtumishi amefundisha maneno haya, maneno ya aibu. Shetani analeta aibu ndani ya kanisa. Shetani analeta aibu ndani ya watumishi wa Mungu. Shetani analeta aibu kwa sababu watu washindwa kufanikiwa ndani ya kanisa. Kanisa ndio mahali pa kufanikiwa. Kanisa ndio mahali pa uponyaji. Daktari anatibu, Mungu anaponya. Na ili Mungu akuponye mpaka ukae karibu na Mungu. Na ili Mungu akusikilize na akutajirishe na akuneemeshe mpaka ukae karibu na Mungu. Nataka nikuambie, Mungu hajawahi kuwa maskini. Mungu hajataka wewe uwe maskini. Mungu hajataka upate maradhi. Mungu hajataka ukosee. Mungu hajataka utembee katika njia ambayo Mungu haipendi. Mungu anatamani kubadilisha maisha yako. Ile tabia yako na wewe kubali ibadilike. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Sema Baba wa mbingu na nchi, Baba wa mbingu na nchi, nataka umoja wako. Nataka umoja wako. Kama Yesu aliyouacha. Kama Yesu aliwaombea wanafunzi wake. Na mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Na mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Nataka nibadilike kuanzia sasa. Nataka nibadilishe njia zangu. Nataka nibadilishe akili yangu. Nataka nibadilishe usemi wangu. Nataka nitembee katika njia yako. Nataka ubadilishe maisha yangu. Badilisha ubadaye wangu. Badilisha ubadaye wangu. Wewe unataka ubadaye mzuri, lazima ubadilike, Mungu afanye kwa ubadaye mzuri. Mimi acha niwaambie kitu ambacho ni cha ajabu sana. Mimi Mungu anaendelea kunipa neema ya kuishi na nitaishi miaka mingi. Amen. Mimi kwa siku nilikuwa ni Jumapili napeleka washirika 20 ambao nimewaombea. Nilikuwa naitwa Mama Makondoo. Paka mchungaji wangu akaniuliza, kwani hao unawatoa wapi? Na Mungu anataka aone mtu mmoja mwenye spiriti kama ya kwangu anayeweza kuleta watu kanisani. Sio kama wanashindwa kuja, inawezekana Mungu amesema anataka kuangalia mtu mmoja kama atafanya kazi kama nilikuwa nafanya mimi.
Amen. Mungu akanifundisha akasema, akaniambia, mwanangu, taifa la Tanzania linaenda kumwaga damu. Taifa la Tanzania linaenda kuchanganyikiwa. Akaniambia una habari akanifundisha habari ya kansa. Akasema kansa ni kapeli inaweza kutokea kwenye mwili wa mwanadamu. Lakini ile kansa inateketeza mtu kwa muda mfupi na anaondoka. Na haina tiba. Bwana asifiwe. Na vile itakavyoanzishwa Tanzania haitakuwa na mwisho mwema. Akanikumbusha akasema, unakumbuka Uganda? Nikasema ndio. Akasema unakumbuka Rwanda? Nikasema ndio. Anasema unaona Kongo? Nasema ndio. Akasema Tanzania itakuwa zaidi ya Kongo na Rwanda, na zaidi ya yote watu watamwaga damu, watu watakufa. Anasema vijana wamejipanga kuingia vitani, ambao hawana kazi majoblesko. Wanasema wanasubiri waanzishe moto. Kwa hiyo inamaanisha moto ukiwaka hapa hauzimi. Sasa nataka nitangaze kwamba kama nabii wa Bwana tunazima moto, tunazima vita, tunazima kila uadui unaoandaliwa. Kuna watu wameweka mtego wa kuwasha moto ulipuke. Sema Bwana Yesu. Sisi ni Watanzania. Hatujazoea vita. Tunaisikia kwa watu wengine. Na maaskari wetu wanaenda kusaidia vita vya watu. Na sisi Tanzania hatuhitaji kusaidiwa vita. Vita ni ya Bwana. Vita si ya kwetu. Tunaenda kuomba Bwana aingilie kati kuharibu hiyo roho iliyoandaliwa kutesa Watanzania. Yote ambayo inaendelea katika taifa la Tanzania tunajaribu tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa nchi yetu. Na tunaona vita mbalimbali ambazo zinakuwa zijaribu nchi wengine kupitia uchaguzi. Tunajaribu vita zote ambazo zimeandaliwa katika uchaguzi mkuu.